Unajua ni mzuri sana, na kwa sasa wewe ndo faraja ya moyo wangu. Sitamani uwe mbali na mimi. Nilivua jina la jana nikapa mbele ya baba yako, nikafunza midomo dua kwa ajili ya macho yako. Ulilia kwenye ndoa kimya, moyo wako haukuwa na shaka. Oa mpenzi, ni nani amekuibia na ni mtaa gani amekuibia? Oa sema basi, mtaa gani amekuibia ambao umekaa kizembe hivyo, umekaa kinyanyanya? Ba mpenzi, ni huyu kaka ndo aliyenikaba kule. Hii? Ndo amenijia. Kwa hiyo hapa ndo kakuibia au sio? Ndiyo. Oa, kila ndogo wetu. Oa mtu sendanganya, ujue chafu yangu ujue. Ukindanganya nitakutifua wewe sasa. Huyu ndo amechukua simu yangu kule na ametaka kuniua kabisa. Oa, kwa hichi kibegi cha kwako. Kama kubwa mimi sikujua kama hapa shemeji, unajua kapita pande zetu, mimi nimemkula. Kwa hiyo mdogo wetu wewe haujui kutambua hata kodi. Yaani hujui mimi napita wapi blaza yako. Kwa hiyo hujui kama mimi napenda vitu kama hivi. Hauelewe yani. Sikiliza, siku nyingine ukiiba muibie kindunji. Kavivi mkubwa, wewe funika kombe tu, mwanadamu apite, si unajua. Nifunike kombe? Sasa sikiliza mampenzi. Ngoja nifunike kombe. Sogea hapa Mdogo wako nimefanya kosa la kwanza tu, ili hapa tusameane, maisha ya kibinadamu. Sogea. Kanuni yangu naijua vizuri. Sikiliza, siku nyingine usifanyeje? Mampenzi. Usimwibie nani? Mampenzi. Usimwibie nani? Mampenzi. Ole wako jirudie tena oa. Kama ulivyoagiza bei. Wewe mshamba nini konda kuondoka navyo. Alafu muda wote naongea hata ushtuki yani. Hii? Kila kitu kiko huko. Kila kitu kipo mpaka simu yenyewe ipo humo, unajua. Hujachukua? Hamna, sijachukua, kila kitu kipo humo na simu na kila kitu. Wala shem samani bwana, mimi sikujua au umepita kwenye anga zetu. Afu si mtu akipita pale tunamla, unajua. Wakoma, ikatae. Ikatae basi, mimi tutakutana maskani huko. Wewe vipi? Sikia mapenzi. I'm so sorry. Nisamee mimi. Sawa. Tondo. Yeah, penzi. Flo, unajua kwa sasa umndani hakuko sawa kabisa, na hasa zaidi ukiangalia upande wa Shem, yuko katika wakati mbaya, ni mtu wa mawazo kila mara. Kwani kuna kitu gani ambacho kinaendelea mimi sikifahamu? Unatakiwa uishi kwa kufuata alama za nyakati, Aruza. Shemeji yako ushamzoea na unamjua vizuri. Hivi masuala ya visirani, chuki, kukasirika ishakuwa ni kawaida kwake. Basi na wewe unatakiwa umzoee tu kama hivyo. Kumzoea nimemzoea, ila sasa mambo yanayoendelea yananipa hofu, kwa sababu ni mtu ambaye hana furaha siku hizi. Yaani kiupande wake yanazidi kulimbikiza matatizo. Amekuwa mtu ambaye hana amani kabisa, na ndio maana nimeamua nije nikuulize. Ina maana unataka kuniambia kinachoendelea huko ndani wewe ukijui? Unajua kila kitu Baruza, na nilikushirikisha kwenye kila hatua ya hili jambo. Acha tu nikwambie, maana nahisi kama unataka kunichota sasa. Lile swala ambalo nilikushirikisha na ukanipa ushauri, tayari wife ameshalifanyia kazi na ameshapatikana binti mzuri, mrembo. Yaani kwa hakika wife ameenda kunionjesha ladha ya tunda ambalo sijawahi kulionja katika maisha yangu. Na mission tayari imeshaanza.
Sasa nahisi labda hii inaweza ikawa ndo sababu ya yeye kuanza kukasirika. Yaani anaanza kuwa na wivu wakati ili swala yeye mwenyewe ndo ambaye alilianzisha humo nalo. Sikia nikwambie kakaangu, hiyo ndo shida yako. Na mpaka kuna muda najiuliza kwa nini nilikushauri vile. Yaani najilaumu katika nafsi yangu. Nimefanya ujinga mkubwa sana. Yaani na mimi inaonekana ni chanzo cha kugombanisha ndoa yako. Yaani unachokifanya blazangu, umeonjeshwa chungwa ukazani asali. Na umenogewa kabisa. Ina maana unataka kumaanisha kwamba mimi ndo nina makosa kwenye hili, si ndio? Mjomba bwana. Mimi nimekuja bwana mjomba wako. Na changamoto kubwa sana. Mke wangu ana siku ya 3 haonekani. Na sababu sijajua nini yako kuondoka nyumbani, kwa sababu sijui ni mambo yale yale kipindi kile tumekuja kuleta mashtaka yetu hapa. Lakini kama ni mambo yale, mbona tuliyamaliza kipindi kile? Lakini ghafla tu ametoweka na mimi namtafuta kila kona mke wangu haonekaniki mjomba. Nimekumbuka sisi tuna mjomba wetu ambaye ndo mzazi wetu hapa mjini. Kwani siende kumuelewesha? Ndio maana nimefika kwako leo mjomba. Pole sana mjomba wangu. Ngoja nijaribu kuwasiliana na dada yangu kijijini. Nione tunasolve vipi hili tatizo. Kama atakuwepo nyumbani wataniambia. Lakini hapa hajafika kabisa. Wataniambia na nitakupa mrejesho mjomba wangu. Yule ni mke wako bwana. Usiwe na wasiwasi. Mjomba kikweli mimi nitashukuru kwa sababu nishangaika sana kumtafuta mke wangu. Lakini nimejisahau kama kuna tuna mzazi wetu hapo. Ndio maana leo hii nimeamua nifike nijikuelewesha mjomba kwamba usione kimya, mjomba wako na matatizo 1 2 3, mke wangu haonekani. Basi mjomba usijali. Sawa. Hilo swala nitajaribu kupambana. Basa nadhani nitakupa taarifa. Basi chote kitakachokuwa kinaendelea. Basi mjomba, kisha bwana unawasiliana vizuri na kina mama huko bwana, tujue inakuaje bwana. Usijali mjomba. Sawa mjomba. Usijali bwana. Shukrani sana. Tutawasiliana. Si ni wewe ndo nilikuomba ushauri, ukaniambia kama yeye wife ndo ameamua kulifanya hili. Ukasema hakuna shida. Na unajua kila kitu ambacho kinaendelea. Licha ya kwamba nilikuambia mwanzoni Baluza kuwa wanawake na wajua. Inawezekana nafanya hili kama mtego kwa ajili ya kuniingiza kwenye 18 zake. Lakini nikutoe hofu. Mimi siwezi kunasa katika mitego ya tetere. Mimi ni tembo. Alafu kitu kingine moyo wangu nahisi tayari umeshaanza kumpenda yule binti. Mimi na hakika wewe hujawahi kumuona tu. Siku utakapokuja kumuona nasema bro, this is the one person who I can see before. Ni msichana mzuri. Nahisi sasa naweza hata nikahamisha majeshi katika moyo wangu nikaanza kumpenda yeye pia. Ni kweli blaza, hata kama nilikushauri mimi, lakini hukupaswa kufanya vitu kama hivyo. Unaona unachokifanya ni sahihi kweli? Kiupande wako unaona unachokifanya ni sahihi? Shemu anakosa amani. Na mimi shemeji nisingemjua bila wewe. Kwa nini unapenda kumtesa mwanamke wako? Lakini wewe si ndo ambaye uliochagua na ukakaa naye mkafunga mpaka ndoa ili muweze kuishi. Basi Baluza. Unataka kunipanda kichwani sasa. Wewe ni ndugu yangu mimi. Hivyo basi unatakiwa uwe upande wangu mimi. Narudia tena. Endapo utakuwa upande wa yule mwanamke, basi wewe na shemeji yako mtatafuta sehemu ya kwenda kuishi. Maana hapa patakuwa pamewashinda. Shida yako brother, wewe una hasira sana. Sonia. Kiukweli wewe ni mwanamke wa pekee sana katika maisha yangu. Nimepitia changamoto nyingi sana za mapenzi. Lakini nahisi uwepo wako unanifanya kusahau kila kitu. Kwani unasema hivyo lakini? Nasema hivi kwa sababu
Umenifanya najisikia mwenye amani sana. Umenifanya sasa nianze kujisikia mwenye faraja kubwa. Umenifanya nijisikie huru. Sitamani uondoke katika macho yako. Nashukuru kusikia hivyo, lakini vile vile nashukuru kwa kutambua uhuru wangu kwenye maisha yako. Okay. Mpaka sasa wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Hesabu kuwa sitamani uwe mbali na upeo wa macho yangu. Ni sawa. Ni nani? Mke wangu. Kwani mwanaume ananisukuliaje jamani? Au mambo ndio yamekuwa mabaya kiasi hiki? Tumefikia huku jamani kweli? Huyu mke wako yukoje? Hivi anashindwa kutambua nafasi yake kwako? I say, hatuache basi sisi tufanye kazi tumalize. Sikia nikwambie Sonia. Huyo achana naye. Na wala tasikuumiza kichwa. Sisi tufanye mambo yetu. Unajua ni mwanamke mzuri. Ndio huyo? Ya, ni yeye. Shem. Niambie shemeji. Mbona kama uko sawa, shida nini? Yaani kakako ananichanganya sana. Hashiki simu zangu. Na leo ana siku ya pili hajarudi nyumbani. Sikia nikwambie shemeji yangu. Mimi naamini kwa sasa kaka atakuwa huko kwa mchepuko wake. Na wewe hapo ulipo sasa hivi wala hauna thamani kwake. Na ulitengeneza silaha mwenyewe bila kujua kwamba baadaye uje kujeruhi. Lakini na jambo moja ambalo linaweza kukusaidia wewe katika ndoa yako. Na hilo jambo ukinipa ushirikiano litakuwa fresh. Kivipi yani? Nahitaji nikupatie mtoto. Moyo wangu na amani sana nikiwa na wewe. Naomba achana naye. Sisi tufanye mambo yetu. Sawa? Alafu najua ni mzuri sana. Sijui. Ndio nakwambia sasa. Just know it. You are so beautiful. Thank you so much. Ili ndoa yako izidi kuwa na amani na iwe na furaha tele. Na nikisema kwamba nahitaji nikupatie mtoto, simaanishi kwamba nitamuokota nikuletee. Ila maana yangu ipo hivi. Nahitaji nikupatie mimba. Sawa? Ili blaza zangu kabla hajapata mtoto kule, wewe uwe tayari una mimba. Na kikubwa zaidi, mimi yule ni kaka yangu na wewe ni shemeji yangu. Sawa? Kwa hiyo nitakapokupatia wewe mimba, damu haiendi mbali. Kwa hiyo ni sawa sawa tu na mtoto wa blaza. Hivi shemu wewe unanichukuliaje? Unanichukulia mimi mara sana au? Yaani badala ya kutatua tatizo unataka niongeze tatizo kweli? Yaani huo uzinzi mimi siwezi kuufanya. Mdogo mdogo utajaa tu kwenye line. Ni mwendo ameshenduo. Nilivua
Nilifuta jina la jana, nikapa mbele ya baba yako. Sonia, niambie kipenzi. Macho yako. Jiandaa wewe, uende nyumbani kwako. Mkeo atakuwa anakusubiri. Sonia, wewe hujui tu, mimi nikiwa hapa ndo nakuwa na amani kipenzi changu. Naelewa hilo Gajini, lakini ninavyomwelewa mke wako wewe hujui tu, kwanza utakuwa umekumisi sana. Sonia, hiyo sio kazi yako. Kazi yako kunifanya mimi niwe na furaha, sawa? Na kama nilivyokuambia kwamba mimi nikiwa kwako ndo najisikia amani, najisikia faraja na kuwa huru nikiwa kwako. Sasa unataka kunifukuzia kwenye moto niende nikaunguzwe, si ndio? Hapana, nimezungumzia kawaida tu na sina maana mbaya kama hivyo unavyonifikiria. Sonia, nitaondoka, lakini mpaka pale ambapo moyo wangu utakuwa umejisikia kuondoka. Kwa hiyo naomba uniache niwe na wewe hapa, kwa sababu bado nahitaji uwepo wako. Sawa. Ndio maana nakupenda, sababu ni mwelewa sana. Unasema mimi ni wako, si wa dini, lakini maneno yako yanavunja ndani. Unasema mfuate mimi, tuanze upya, lakini macho yako yananiuliza utaweza? Hivyo mwanaume, unaweza ukaniambia kwa nini ushiki simu zangu? Unaweza ukaniambia kwa nini uniheshimu? Unaweza ukaniambia ulilala wapi jana? Wife, mbona nakuona kama unaanza kuchanganyikiwa sasa? Ina maana wewe ndo kwa kuniuliza mimi nilikuwa wapi? Sidhani kama kinachoendelea ukijui unani. Kama nilivyokuambia hapo awali, umeniletea tunda lenye ladha tamu ambayo sijawahi kuionja tangu nizaliwe. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba eti leo unaweza ukaniuliza mimi nimetoka wapi. Au sio? Kama mambo yenyewe ndio hivi yanavyoendelea hivi, basi hilo swala tunatakiwa tulisitishe. Mimi kwa sababu sikutafutia huyo mwanamke ili akuzalie tulete furaha humu ndani, ila naona mambo yamebadilika kabisa. Baada ya kuleta furaha, basi ameleta huzuni humu ndani. Sasa sikia, hilo swala kuanzia sasa hivi sitaki kulisikia. Sitaki kusikia mwanamke wala sitaki kusikia mtoto. Tutatafuta njia nyingine, ila sio hii. Wife, unasemaje? Yaani tunawezaje kusitisha mpango ambao tumeshauanza? Ndo kwanza tumeanza. Hii mission inahitaji subra. Wote tunahitaji mtoto. Kama mimi ninavyohitaji mtoto, na wewe ndivyo ambavyo unahitaji mtoto. Mimi sidhani kama itakuwa ni rahisi kusitisha huu mpango hivyo. Mimi naona tusubiri tu wakati ufike. Uitwe mama na mimi niitwe baba. Wewe uone raha kukapakata katoto kanalia, kana kutazama, unatabasamu ukiangalia dunia nyingine. Halafu kitu kingine ambacho kijui mpenzi wangu, muda si mrefu mambo yanaweza kaja kuwa mazuri. Au kwa sababu hicho kiumbe akijakaa kwenye tumbo lako na ndio maana unakasirika? Kwa hiyo mimi ninachokiona wife, jaribu tu kurelax, kila kitu kitakuwa sawa. Umenielewa?